Sehemu iliyopita tulishia hapa. Aisee, ile ilimkwaza sana binti. Anasema kwa hiyo kumpambania Kevin sawa, lakini mimi unaona kama sifai. Haya bwana. Huu ni mtihani sana kwa mwamba huyu Dexter. Sasa Kevin huyu hapa anaingia, anamkuta Wendy hapa. Anasema wewe njoo hapa. Sasa kwa sababu umeamua kukaa humu ndani, utanifanyia kazi na kazi nyingine. Kaniletee sasa vitu sokoni tafadhali. Aisee, Wendy anatupiwa pesa pale. Kevin huyu anaondoka. Wakati anarudi anakutana na Dexter hapa, anauliza, inawezekanaje unaacha geti hapa na unaenda kufanya kazi ambayo sio zako? Wendy anasema sina namna, siwezi kumkatalia Kevin akiniagiza. Aisee, nakuwa noma. Baada ya kuleta vinywaji ameagizwa jikoni tena. Dexter anamkuta huko analalamika tena. Kwa nini unafanya kazi zote hizi? Si nimekukataza wewe? Wendy anasema niache tafadhali, nipo vizuri mimi kulifanya hili. Siku nyingine hapa tena Kevin analeta michezo tu getini hapa. Huyu Kevin yeye ni mtu wa jeuri na masihara mengi. Hapa Dexter anamkuta Wendy. Mambo yanaanza kuwa romantic kwa hawa. Wendy anashangaa. Kwa nini Dexter anamjali sana? Yaani hamchukuli kama mfanyakazi bali familia tu. Kevin alikuwa kwenye balcony juu, anaona hawa mbwa chini huku wanaongea nini. Basi akamuita huku ndani. Anamwambia, "Kaa hapa." Wendy anasema, "Najisikia vizuri kusimama." "Una miaka mingapi wewe? Mbona umejiweka kama mzee?" "Saa, nina miaka 32." "Miaka 32? Umemaliza chuo gani?" "Chuo sijasoma." "Oh, kumbe ndo maana naelewa kwa nini mtoto wa Englishman ni mjinga tu wewe. Sasa baada ya hapo sina cha kukusaidia. Nilijua umesoma nibadili hatima yako. Uwe msaidizi wangu. Sasa huna elimu, basi ulizaliwa kuwa mlinzi tu kama baba yako." Hapa Dexter na Becca wamehangaika kweli, hakuna mtu getini. Ndio huyo alikuwa ndani sasa kule kwa Kevin. Siku nyingine hii Dexter anakuja, anawakuta wote hapa. Kevin na dada yake huyu Becca. Anasema, "Afadhali nimewakuta wote hapa. Sasa nina habari kutoka kwa mwanasheria. Atakuwepo hapa mwisho wa wiki. Hivyo tujiandae kwa ajili ya kuleta taarifa za usimamizi na mgawanyo wa mali." Baba yako Kevin anasema, "Sasa hayo ndo maneno ya kuongea. Nasubiri tu kupewa mali zangu." Anamkuta hapa Wendy hapa anamtania. "Naona unapenda kusoma kama baba yako Mr. English. Sasa nina taarifa. Mwanasheria pia anataka baba yako awepo wakati wa kusoma usia wa marehemu." Huku nyumbani baba na binti Elisa wamemsubiri sana Wendy leo. Kachelewa na hapa amefika. Anasema, "Baba, samahani nimechelewa kwa sababu Kevin aliniagiza tena." Mzee anawaka. "Yaani yule kijana anakuagiza nini tena? Kwani hayo ni majukumu yako? Kwa nini lakini anakupanda kichwani hivi?" Wakiwa pale Wendy pia akamtaarifu kwamba mwanasheria anakuhitaji siku ambayo atazungumza na familia ya bosi. Basi mzee akaona aingie ndani kwanza. Dexter alitia timu sasa huku nyumbani kwa Mr. English. Becca anashangaa hapa kuna nini tena, lakini Dexter anamtoa wasiwasi kwamba hakuna shida yoyote bali kuna majadiliano tu kadhaa. Mzee hapa alifurahi sana kumuona Dexter pale. Basi alitambulishwa na familia ya Mr. English na pale alikuwa tayari kusikilizwa. Dexter alimpa tathmini kidogo ya namna gani Kevin anataka kubadili kila kitu katika usimamizi wa mali za baba yake. Lakini anasema mwanasheria akija anatamani sana na mzee wewe uwepo, kwani anaamini kwenda kuna maagizo yanamhusu yanakuhusu aliacha bosi wao. Baada ya mazungumzo kadhaa, Wendy ndio huyo alimtoa Dexter huku akiwa na mazungumzo machache. Hatimaye sasa siku ambayo ilisubiriwa sana ilifika hapa. Mwanasheria amewakuta hapa, lakini anasema kuna mtu hajafika na lazima awepo hapa. Kevin anawaka pale. "Hapa nani tena anahitajika kwani? Si tupo wote, huyo Mr. English ni mlinzi tu. Ana umuhimu gani yeye kuwepo hapa?" Mwanasheria anasema lazima awepo. Nyumbani huku simu ilipigwa. Mr. English ndio huyo anajiandaa sasa kwa ajili ya siku ya meeting. Mtoto wake hapa anamjuza tu, "Aisee, umepoa." Alikuwa anamjaza kidogo. Mr. English alikuwa na kitu hapa, inaonekana hiki ndicho muhimu kwake kuwa nacho kwenye kikao kile. Hatimaye Englishman ama Mr. English alifika. Kevin anamtania, "Kwa hiyo umenunua suti mzee kwa ajili ya kikao tu?" "Hawe mzee bwana mieyusho sana." Basi mwanasheria alianza kutoa ya kwake pia. Huku nje Lisa alikuja na mzigo hapa. Dada yake anauliza, "Umefuata nini huku?" Lisa anasema, "Baba amekununulia." Anasema, "Hapa likitokea lolote hata leo unafutwa kazi. Sasa utavaa nini?" "Basi nimekuletea hizi nguo kwenda ikawa siku ya mwisho kazini." Huku tayari mwanasheria anafungua faili tu, kila mtu anatetemeka. Alianza kwa kutaja mali zote alizoacha marehemu. Pale Kevin anaona utajiri huu hapa. Ukafika muda sasa wa kuanza kutaja mgawanyo, na hapo ndo patamu. Alianza sasa, huyu Becca kapewa mjengo na baada ya hapo kuna kiasi cha pesa pia. Akaja kwa Kevin sasa, anashangaa kapewa kiasi cha pesa kama milioni 10 tu, na hizi ni naira na hisa kwenye makampuni. Akaendelea sasa kwa mtoto wangu wa kwanza Dexter.
Watu wote nini unasema? Yaani huyu alikuwa mfanyakazi wao, leo baba anasema mtoto wake eti wa kwanza. Muda wote wameishi pale na huyu Dexter alichukuliwa tu mtaani. Mwanasheria anaendelea sasa, anasema Dexter kapewa naira milioni 250. Nyumba kubwa ambayo ndio hii sasa walipo, na mwisho ni rafiki yangu The Englishman, nampa 50% za kiwanda changu na naira milioni 10. We pale kikawaka. Kevin anasema hii haikubaliki, kila kitu ni fake, hii nyumba ni yangu. Dexter na Mr. English ilibidi watoke nje kwanza, mambo hayakuwa shwari ndani. Hapa Mr. English pia alikuwa na siri yake ya muda mrefu. Ndo anamwambia sasa Dexter kwamba sikukwambia tu, lakini baba yako alinipa hivi vipimo vya DNA na majibu yanaonyesha kwamba wewe ni mtoto wake halali kabisa. Ikawa noma pale. Waliingia ndani, mambo yalikuwa bado ni moto tu, lakini dakika za mwisho Beka yeye akakubali matokeo. Sasa akaona huyu ndo kaka yake. Wanatoka nje hapa, wanakuta Wendy naye amebadilika hapa, kama mrembo kweli kweli. Dexter mwenyewe kashangaa. Mtoto mkali Wendy yupo na Dexter hapa. Kila mtu anashangaa yaliyotokea ndani. Pale sasa Dexter anasema, kuanzia sasa utakuwa tofauti tena. Wewe ni mzuri kweli Wendy. Ilibidi amrudishe na gari nyumbani sasa. Mr. English naye karudi mzigoni tena, pale binti yake apumzike sasa. Beka anafurahi na kuishukuru familia ya Mr. English. Na huo ndio mwisho. Baada ya mateso, familia Englishman inapata shavu kubwa.